Asante sana kwa kuja. Nimeshaongea na Kongo wetu. Na lazima tufanye kitu. Na baada ya hayo makubaliano yetu, basi tusichukue muda mrefu. Na mimi niko katika harakati za kuwashawishi na kijiji ili watoe mchango wa kucheza ngoma na kununua ng'ombe, ili huyu mamba tuweze kumpa kile kitu anachokitaka aweze kuondoka kabla hajaleta maafa zaidi katika kijiji chetu. Hilo halitawezekana. Wewe Juma, unaweza ukapigana na mizimu? Juma, huna akili kabisa wewe. Mimi nilikuwa nishaongea na mamba tumeelewana, lakini wewe umekuja hapa na ujinga wako. Hivi unajua ulichofanya wewe ni kosa kubwa sana. Mama Akram, mimi napenda nikupongeze kwa uvumilivu uliokuwa nao. Maana tangu umefiwa na mtoto wako, umeonyesha uvumilivu hali ya juu. Nafahamu ni magumu kiasi gani unayoyapitia. Nafahamu ni machungu gani ambayo umeyapata. Lakini uvumilivu wako ndio kila kitu. Uvumilivu ndio ushindi. Hakuna ushindi pasi na uvumilivu. Na kwa hili tunakwenda kumshinda mamba. Ila nilipata taarifa kwamba ulihitaji kunywa sumu baada tu ya kifo cha mtoto wako. Lakini kunywa sumu sio kutatua tatizo. Na kuomba sana usijaribu tena kurudia kufanya hicho kitu. Na sisi vijana tupo katika mipango ya kupambana na huyu mamba. Tunataka tupambane na huyu mamba mpaka tuhakikishe tumemuua. Hatutaki tuhakikishe mamba ameondoka, maana akiondoka atarudi tena. Tunachotaka kuhakikisha ni kwamba mamba tumemuua kwa mikono yetu. Kila mmoja ameshuhudia mamba amekufa. Hiyo ndiyo tunayotaka sisi. Asante sana kwa maneno yako ya ufariji. Nashukuru sana. Kwa sababu moyo wangu bado unaniuma. Nilipoteza kitu cha thamani sana katika maisha yangu. Bado nilikuwa namhitaji mwanangu. Yeye ndo alikuwa kila kitu katika maisha yangu. Yeye ndo alikuwa faraja yangu. Lakini kwa kuwa umeonyesha moyo wa ujasiri, nashukuru sana. Asante sana. Nipo tayari kutoa ushirikiano wa hali na mali mpaka nihakikishe adui yangu mamba amekufa. Kwa sababu akifa mamba, mimi ndo nitakuwa na amani. Kwa sababu ameniondolea mimi kitu changu cha thamani sana katika maisha yangu. Mtoto wangu ndo alikuwa baba yangu. Ndo alikuwa kama mama yangu. Mamba lazima atakufa. Tunafanya hivi kwa ajili yako, lakini tunafanya hivi kwa ajili ya kijiji chote. Tunafanya hivi kwa sababu yetu sisi sote. Lazima tuhakikishe mamba amekufa. Hivyo tutakushirikisha pale tutakapohitaji msaada wako. Nitashukuru sana. Kwa sababu bado nilikuwa namhitaji sana mwanangu. Lakini pindi huyu adui yangu mamba atakavyokufa, mimi mwenyewe nitaishi kwa amani. Mama Akram, huu mpango tunaenda kuufanyia kazi hivi karibuni. Tumeshaanza kukutana baadhi ya vijana. Na lazima tuhakikishe kwamba tumeshinda. Mamba hawezi kuibuka mshindi kati yetu. Lazima sisi tuhakikishe tumeshinda. Lazima tuhakikishe tunamuua mamba. Na kila mwanakijiji aone, ashuhudie kwa macho yake kwamba mamba amekufa na sio kuondoka. Sisi tupo katika mipango na muda si mrefu tutaingia kwa ajili ya kupambana naye. Ondoa shaka juu ya hilo. Na naamini hata tushinda. Lazima sisi ndio tutamshinda yeye.
Mweka mweka. Kengeja. Mweka. Nimewaita wazee wetu, magungi wetu. Nimewaita. Mimi ni miongoni mwa yule Kengeja wenu. Nadhani mnanisikia. Yule mamba karudi tena. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuwaita. Na mimi niko katika harakati za kuwashawishi na kijiji ili watoe mchango wa kucheza ngoma na kununua ng'ombe, ili huyu mamba tuweze kumpa kile kitu anachokitaka aweze kuondoka kabla hajaleta maafa zaidi katika kijiji chetu. Mweka. Naomba wazee wetu mtusaidie. Ninajua kabisa mmepumzika, lakini ninajua mnaweza mkatusikia na mnaweza mkatusaidia wazee wangu. Na nimekuja zaidi pia niombe baraka muweze kuniruhusu nimuite mamba aweze kuja tuweze kuongea naye, tujue tuweze kukubaliana naye aweze kutuondolea haya majanga hapa kijijini kwetu. Na najua nimewaitia sehemu ambayo sio sahihi, lakini kutokana na dharura iliyojitokeza ndio maana nimewaita hapa. Ninaomba msiweze kunichukia kwa sababu nimewaita sehemu sio sahihi. Naomba mnisaidie wazee wangu, na ninaomba mnisaidie mamba aweze kunisikiliza ili majanga yapungue katika kijiji chetu, na nyie muendelee kupumzika kwa amani. Na kuita mamba njoo, na kuita mamba njoo, na kuita. Asante sana kwa kuja. Nimeshaongea na Kongo wetu. Na Kongo wetu amekubali kila kitu. Lakini nimeongea na Kongo wetu nikamwambia akubali nikuite ili mimi na watu fanye makubaliano. Kwa sasa hivi acha kuua wana kijiji. Ili swala niachie mimi. Kuhusu ngoma, kuhusu kafara ya ng'ombe, wewe niachie mimi. Na hakikisha nitaongea na wanakijiji mpaka watanielewa, watachanga hela ya ng'ombe, watachanga hiyo hela ya ngoma. Ila kwa sasa hivi wakati mimi tunafanya hivyo, utukubaliane kwamba mimi na wewe hautafanya tena mauaji unaendelea kufanya hapa kijijini. Wakati naendelea kukutafutia hiyo kafara yako, nitahakikisha kafara yako inapatikana kama vile enzi za mababu zetu walivyokuwa wanakufanyia. Hata sisi tutafanya hivyo hivyo. Nitahakikisha nasimamia hilo, unapata kafara yako ya damu, unachezewa ngoma na hawa wanakijiji. Ila usifanye hicho unachokifanya sasa hivi. Yaani dada, Wasima. toka. Nakwambia tutamuua huyu mamba. Yaani dada umekuja msituni huku unaanza kuongea naye huyu mamba. Yaani maana yake unataka kumpa ambacho anakihitaji, si ndio? Huyu mamba tutamuua sisi vijana na hatutampa hicho ambacho wewe unakitaka. Wana kijiji wote hapa hatutampa mamba anachokitaka. Kwa sababu anakuja na anasababisha mauaji, kisha badala yake unataka kumpa ambacho anakitaka. Unataka kucheza ngoma, unataka kumpa ng'ombe. Hilo halitawezekana. Wewe Juma, unaweza ukapigana na mizimu? Juma huna akili kabisa wewe. Mimi nilikuwa nishaongea na mamba tumeelewana, lakini wewe umekuja hapa na ujinga wako. Hivi unajua ulichofanya wewe ni kosa kubwa sana. Hivi unajua ulipomdhalilisha huyu mamba, unajua utaanza kuangamiza kijiji kwa ajili ya ujinga wako. Mimi nilikuwa nakaribia kuelewana naye kabisa, lakini kwa ajili ya ujinga wako ya Juma utaangamiza watu wengi zaidi. Unajua ulichokifanya hapa umemkasirisha huyu mamba. Umemkasirisha kwa kiasi kikubwa na ataleta majanga zaidi katika hichi kijiji. Hakuna cha kumkasirisha mamba, hakuna cha mababu na mabibi hapa. Hapa tutapambana naye huyu mamba. Sasa nakwambia, kwa hili tutapambana naye, hatutampa kitu ambacho anakihitaji. Badala yake tutamuua sisi vijana wa hapa. Makram, sio kwa ubaya. Ametoa tu wazo. Inabidi tujichange hiyo ngoma ichezwe. Maana Makram, ili jambo tumelikuta enzi na enzi. Tumezaliwa tumelikuta mpaka sasa ni watu wazima. Sisi ni kina nani tulipinge? Inabidi tujichange hiyo ngoma ichezwe. Maana tukiendelea kukataa, ni sasa tunapiga ngumi ukutani. Tunaumia sisi wenyewe na sio mamba. Juzi mtoto wangu ameliwa na mamba. Kesho tucheze ngoma. Mamba ataondoka. Atakaa tena miezi miwili, mwaka, miezi 6 atarudi tena. Tutamchezea ngoma. Ataondoka. Mwisho wa siku atakumeza wewe au atameza ndugu yako yoyote. Tutakuwa tunamlea huyo mamba. Tutakuwa tunafanya kitu gani zaidi ya kumlea tu huyu mamba? Mimi nishapoteza vitu vyote katika hichi kijiji. Nimepoteza vitu vyangu vya thamani sana. Haswa huyu mamba ndo alinichukua vitu vyangu vyote vya thamani. Sasa basi, nipo tayari kupambana uso kwa uso na huyu mamba.
mpaka nitakapomwona ameondoka katika uso wa hichi kijiji. Kamchape, siku zinazidi kwenda. Mamba anazidi kufanya mauaji hapa kijijini. Na amani imetoweka kabisa. Kila mtu ana hofu, anahofia juu ya huyu mamba. Yaani sijui hata tufanye kitu gani ili cha kumfanya huyu mamba aondoke kabisa na apotee. Sijui wewe una uwazo gani katika akili yako namna ya kupambana na huyu mamba? Juma, mimi nadhani tuitane sisi vijana sote wa hapa kijijini. Tukae kikao. Tupange na tujadiliane na tukubaliane jinsi gani ya kupambana na huyu mamba. Lazima wanakijiji sote sisi vijana tupitishe jambo na lazima tufanye kitu. Na baada ya hayo makubaliano yetu, basi tusichukue muda mrefu. Tuanze kujipanga kwa ajili ya kuandaa silaha. Tena hili la silaha hata sasa hivi tunaweza tukalifanya. Kwa sababu hatuwezi kumwangamiza yule mamba pasi na silaha. Lazima tuhakikishe tunaandaa silaha za kutosha. Unajua Kamchape, hilo nalo lisema ni kweli. Tuandae silaha za maangamizi. Tukae kikao, kila mtu atoe namna gani tutapambana na huyu mamba. Ambaye hana panga atafute panga, ambaye hana shoka atafute shoka, ili mradi tu kila mtu atafute zana thabiti ambazo zitatufanya sisi tupambane na yule mamba, kumuondoa kabisa na kumuua. Hilo jambo umezungumza ni jambo zuri sana. Na hivyo inabidi sisi vijana tukae kikao. Tutoe mbinu ambazo tutapambana na huyu mamba, kumuondoa kabisa na kumtowesha. Kwa sababu amani inazidi kutoweka hapa kijijini kwetu. Ukiangalia watu wana wasiwasi sana, yani hawakai kwa raha sasa hivi kumhofia huyu mamba ambaye amekuja. Ni kweli. Mpaka sasa hivi wanakijiji wote hawana amani. Yaani mtu akitembea, akienda kisimani, akienda mtoni, akisikia kichakani kachakacha, anakimbia, anajua ni mamba. Hata kama ni mdudu tu wa kawaida, lakini mtu anakimbia anajua ni mamba. Na kwenye kukimbia huenda akajikwaa, akaangukia kisiki, kikamdhuru, au akaangukia sehemu mbaya. Ni kweli kabisa Kamchape unayoyazungumza. Ni vyema sisi vijana tukae kikao haraka iwezekanavyo, ili tuone namna gani tutapambana na huyu mamba haraka iwezekanavyo. Hicho kikao tukae, tuzungumze, kisha tuingie kumuinda huyu mamba ili kumtokomeza kabisa. Na wakati huo tukiwa tunaandaa silaha ambazo za kwenda kumteketeza, pasi na kupoteza muda kama unavyosema. Nisikilize, hauwezi kupambana naye sasa hivi. Lazima tupambane naye kwa mipango. Sio unaenda tu vile, anaweza kukuua pia.